mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Tena anywe bure. Kuna mali nilisoma kwenye Ufunuo anasema kuna sababu gani ya kuuza kitu kisichohitaji fedha, lakini issue ni kwamba kiu yangu ndio itakayonifanya nijazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Na sio tu kiu, kiwango chako cha kiu ni sawa na maji ya kunywa. Maji ya kunywa ukiwa na kiu jamani, unayanywa kulingana na kiu yako. Usipokuwa na kiu, unajua maji yanakaba Nani anajua hilo? Haya maji tunaambia kunyweni maji mengi, ndio utasikia nasema mbona maji yenyewe yanakuwa yani kama yanakaba. Unabebu kamulia kidogo hata kalimao. Yaani unaitafutia test ili yaweze kushuka. Kwa sababu gani? Yaani hauna kiu, unakunywa tu kwa sababu wamesema mwili inatakiwa maji mengi, lakini kiu hauna. Lakini ukishagonga chips yai jamani, vipi kunywa maji? Unahitaji kuhimizwa. Yaani tena sema jamani nipe baridi. Yaani maji ni matamu. Si unajua maji ya ladha, lakini maji huwa ni matamu. Sasa ndivyo ilivyo na kwa Roho Mtakatifu. Yaani wewe hata kama mchungaji akisema kwamba nakuwekea mikono, ni sawa na kukulazimisha kunywa maji wakati wewe hauna kiu. Hayapiti, yanakaba, manake yanakabia hapa, hayapiti. Lakini ukiwa na kiu wewe mwenyewe jamani, haihitaji sauti ya kukuomba kwamba Baba nipokee Roho Mtakatifu, wala kwamba tu Baba jamani, huyu Roho Mtakatifu mliyemzungumzia, wewe Roho Mtakatifu kweli ndivyo unavyofanyaga? Kama ndio kweli mara ya kwanza unasikia kweli wewe ndio mimi, kweli ni kweli kwamba mimi nitakuwa na maisha rahisi nikiwa na wewe Roho Mtakatifu, unanithibitishia kweli hilo? Na kuambia ndani yako utakuwa unasikia ni kweli, ni kweli. Unaambia sasa mimi nakuomba njoo ndani yangu, njoo ndani yangu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja